ukombozi, there will be deliverance. Deliverance includes salvation. Hallelujah. Deliverance includes restoration. Mahali kuna ukombozi, kuna wokovu mahali pale. So anasema hapo katika mlima Sayuni, mlima wa Kristo, kutakuwa na ukombozi. Sasa elewa hivi, katika ukombozi ambao Bwana amepeana kwenye mlima wa Sayuni, huo ni mlima wa Kristo. Jambo la kwanza anasema kutakuwa na ukombozi. Obadiah chapter 1 verse 17. There will be deliverance. Deliverance. Tuelewe hiyo. And then kila nataka nikuonyeshe, hajaachia hapa kwa deliverance. Hajaachia hapa kwa ukombozi. Kwa sababu ukombozi, watu wanasema Yesu alikuja ili tukombolewe. Ndio, tumekombolewa, tumewekwa huru, tumetakaswa, tumepata haki, tumepata uzima wa milele. Jana niliwaambia kuna andiko linasema in Hebrews chapter number 6 and verse 9 ya kwamba kuna vitu ambazo zina accompany salvation, na ziko hapa kwenye kitabu cha Obadiah. Obadiah 1:17 nasema there shall be deliverance. So deliverance ni ukombozi. Mlima wa Sayuni ni ukombozi, ni msamaha, ni wokovu. Lakini hajaachia pale. Anasema and there shall be holiness. Kutakuwa na utakatifu. Tutapewa haki ya Kristo. Kwa ule mlima wa Sayuni tutapewa haki ya Kristo. Tutatakaswa. Nimehubiri sana mambo ya haki ya Kristo. Bwana asifiwe. Na anasema jambo lingine la tatu, and the house of Jacob shall possess their possessions. Na nyumba ya Yakobo watamiliki, watajitwalia, watanyakua urithi wao, haki yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anataka uelewe hivi, katika mlima wa Sayuni ambao ni mlima wa Kristo, ambao ni msalaba, sio wokovu peke yake huwa tunapata possessions. Jina possessions ina include vitu, mali, utele, wingi. Kwa hivyo kwa msalaba sio wokovu tu imepeanwa hata mali, wingi, utele na chochote ambacho mwanadamu anahitaji. Sema amen. In the book of Romans chapter 8 and verse 31 and 32, I think it's verse 32, anasema kwamba kama yeye alimtoa mwanaye Yesu Kristo. Give us Romans 8:32. If he gave us Jesus, kama alitupatia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. He did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Kama alipeana mwanawe Yesu Kristo kwetu, atakosaje kutupatia sisi vitu vyote bure? Hallelujah. So freely anasema ni kwa neema yake, na ni kwa uweza wake, na ni kwa msaada wake. Bwana asifiwe. Atatupatia all things. All things ndizo unasikia Obadiah anasema possessions. Kuna watu wanafikiria kwamba wokovu na Kristo na msalaba ni mambo ya kiroho tu. But the Bible says it is all things. All things zinatoka pale. Na leo nimesema I want to single out one item ambayo ni our possession, ambayo unapaswa kuclaim na kusimama na kujua ni haki yako Mungu akupatie, na apatie jamii yenu, na apatie familia yenu, na hiyo ni land and shelter. Bwana asifiwe. Land, ardhi na nyumba, and shelter, hiyo ni mapenzi ya Mungu upate. Bwana asifiwe. Kama wewe huamini ni mapenzi ya Mungu upate land na upate shelter, hiyo ni shauri yako. Mimi najua kwamba one of the possessions ambazo nimepewa kwenye mlima Sayuni, mlima wa Kristo, one of the possession ni land and shelter.
Hallelujah. Ni land and shelter. One of the promises Mungu alipatia Abraham in Genesis 12, alimwambia hivi, toka kwa nyumba ya baba yako, toka kwa mji huu unayoishi, na basi uenende katika mji ambao nitakuonyesha, na I will give you a land. Bwana asifiwe. The land that I will make you to see. Anamwambia, get out of your country, from your family. Amen. Get out of your country and out of your family. Praise the name of our Lord Jesus. And from your father's house to a land that I will show you. Our father Abraham, baba wa neema, kitu cha kwanza Mungu alimpatia alipotoka kwa baba yake, alimpatia land. I will give you a land. Hallelujah. Ukitoka hapa hautaenda kukaa kwa hewa. Ukitoka hapa hautaenda kurandaranda. Nitakupatia nchi yako wewe mwenyewe. Praise the name of our Lord Jesus. Nitakupatia nchi yako wewe mwenyewe. I'll give you a land. I will give you a land. So it is in the will of God, it is in the plan of God, it is in the pattern of God that we receive land. Hallelujah. Mapenzi kama Ibrahimu baba yetu alipewa land. Kuna mahali alimwambia sasa, simama, I don't know whether it's chapter number 17. Alimwambia, simama na uangalie na macho yako. Uangalie kaskazini, kusini, uangalie mashariki, magharibi, na ile nchi utakayoona na macho yako, hiyo nchi, hiyo ardhi nitakupatia. Hallelujah. So ahadi kubwa ambayo Mungu alimpatia Ibrahimu ni ahadi ya land. Praise the name of our Lord Jesus. Tunapo possess our possession, nataka uelewe hivi, na haya maombi uelewe hivi, ni Mungu hupeana ardhi, na wewe ni sehemu ya kupokea ardhi ambayo Bwana amepeana. Jambo ambalo anamwambia ya kwamba I will take you to a land, na akamweleza the land of the Canaanites, the land of the Jebusites. Hizo land zote mutaweza kufanya nini? Kuzipossess, kuzinyakua. Amen. Naenda haraka because you don't have time. Kama ningeongea mambo ya land ningeongea more than 1 hour and a half, but I just have around 20 minutes now. Praise the name of our Lord Jesus. And I want you to have your land. You know, mkono nasema I receive my land in Jesus name. Unaweza fikiri ya kwamba mahali yuko pametosha, lakini panaweza kuwa hapajatosha. Amen. Maana Mungu anataka kupea land ambayo wewe mwenyewe utatosheleka. Si land mahali kuna vita. Si land mahali mnafukuzwa. Si land mahali mnapigana. One of the promises alimwambia Abraham in Genesis what? 13 and verse 14. And the Lord said to Abraham, after Lot separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Verse number, the next verse. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. For all the land that you see, I give you and your descendants forever. It is in the pattern, ni katika mpango wa Mungu for you to have land. Si mapenzi ya Mungu ukae miaka yote umekondesha. Si mapenzi ya Mungu ukae miaka yote kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mapenzi ya Mungu wewe ukae miaka yote mahali ambapo unafurugwa, unasukumwa, hauna rest. Mungu aliweza kupeana land kwa Abraham, and then jambo lingine alimpatia rest. Praise the name of our Lord Jesus.
akamwambia Joshua, he spoke to Joshua and told Joshua in Joshua chapter number 1 verse number 3, akamwambia, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Hallelujah. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. One of the promises ambayo Mungu alimwambia Joshua wakati Musa amekufa, in Joshua 1, Joshua amechukua ushukani, anamwambia, one of the things, Joshua, I will give you ni land. Amen. Jambo limoja nitakupatia ni land. Semeni land. Semeni land and shelter. It is in the will of God for you to have land and for you to have shelter. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana. Akamwambia, look at some verses. Verse number 6, Joshua 1:6. Be strong and of good courage, for unto these people shall you divide for an inheritance the land which I sow unto their fathers to give them. Akamwambia, pata nguvu. Tupana Kiswahili. Verse number 6. Akamwambia, pata nguvu. Give us in Swahili. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayeridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapatia. Hallelujah. Utawaridhisha, utafanya waridhi, utafanya wapokee nchi hii ambayo nimeahidi baba zao. Nchi, ardhi, ardhi, ardhi. Semeni ardhi. Kama kuna kitu shetani huwa anapinga watu wa Mungu wasipate, ni ardhi. Nimeona makanisa inangangana na ardhi. Nimeona makanisa ikifukuzwa kwa land. Maana kitu kimoja land hufanya mtu awe na rest. Bwana asifiwe. Unakuwa, because pale chini unakuta Bwana anamwambia verse 13, Joshua 1:13, remember the word which the Lord which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, the Lord your God has given you rest and has given you this land. Amen. Anamwambia Joshua, Bwana Mungu wenu amewapatia pumziko na amewapatia nchi. Amewapatia pumziko maana amewapatia nchi. Amewapatia ardhi, ndio maana mko na pumziko. Land gives you rest. Amen. Land gives you rest. And the person unaona, one of the battles ambazo shetani hupigana sana ni za land. Jamii nyingi huwa zinauana na kuzozana sababu ya land. Jamii zinazozana kwa sababu ya land. Wamenyang'anywa shamba. Wametunyang'anya shamba. Wamekata baba yao kwa I happen to come from a community, nililelewa community ambayo kila siku kulikuwa na vita na vurugu za mashamba. Wanapigana mangumi sababu ya mashamba, land. Wanakatakatana na mashamba. Bwana asifiwe. Maana when you have land, you have rest. Kuna rest huingia ndani ya maisha ya mtu. You are no longer a slave juu ya watu. Praise the name of our Lord Jesus Christ. And I want you to understand, on Mount Zion, your land is provided. On Mount Zion, Obadiah 1:17, on Mount Zion, your land is given. Kwa mlima Sayuni, possession yako moja ni land Mungu amekupatia. Sema amen. Mkono sema, I have my land. I have my land. I have my land. Na kama the land you are in ni ndogo sana, hautoshei, it is the will of God to give you a bigger space. Hallelujah. Kama uko na land lakini hautoshei, mnavurugana na ndugu zako, the Lord, it is the will of God for you to have bigger space. Because in the book of kuna wakati ambao walikuja kwa the children ama wana wa manabii walikuja kwa Elisha.
wakamwambia mahali tunakaa ni padogo sana, hatutoshei. Bwana asifiwe. Mungu hataki akupatie a land ambayo hautoshei. Bwana asifiwe. Wakamwambia mtumishi wa Mungu, hii mahali tunakaa ni padogo, hatutoshei. So can you do something? Ni padogo. The will of God is for you to have land, na land ambayo utatoshea. Sio land mtakuwa mnakatakatana na mapanga na ndugu zako. Ukipinduka pande hii, ukipinduka pande hii ni mapanga. Kwa sababu hamtoshei. Bwana asifiwe. So listen to me today. The Bible says walipo sema hivyo, Elisha alipata kufanya muujiza. Amen. In 2 Kings 6 and 1, and the sons of the prophet said, see now, the place where we dwell with you is too small for us. Hallelujah. God will not give you a place too small for you. God will give you a land mahali utakuwa comfortable. Sema amen. It is the will of God in possessing our possessions to have land ambayo tutatoshea. Sema amina. Say amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Land imekuwa ni shida na jamii nyingi wameona sababu ya land. Ukiangalia vita leo, kuna vita inapiganwa ya Israel na Palestine. Wanapigania nini? Land. Wanapigania kwa sehemu kidogo sana inaitwa the Gaza Strip. Gaza Strip ni kama area ya kutoka hapa pengine kwenda Nairobi. Around 360 miles, 60 kilometers square. Gaza from here to where? To Nairobi. Bwana asifiwe. Na wanapigana usiku na mchana, wameuana. They have killed each other. Praise the name of our Lord Jesus. They have killed each other. Nilikuwa naona ya kwamba hii vita wamekufa over 17,000 Palestinians. Wa Palestini 17,000. Over 17,000 wamekufa for the last 2 years kwa sababu ya vita ya land. Vita ya land. Bwana asifiwe. Sababu ya vita ya land. It is the will of God for you to possess your land. And then ukipata hiyo land, hautanyang'anywa na mtu. Maana maandiko yanasema it is your possession. Ni possession yako. Kuna watu ambao wamedanganywa, kuna watu ambao wamepoteza the land. Wamepoteza what they are supposed to have. Praise the name of our Lord Jesus. Wamechukua alafu wakanyang'anywa. Lakini Obadiah anasema they will possess. Kupossess ni kumiliki. The word possessing ni kumaanisha ni kuown. The word possessing ni kupata. The word possessing ni kudwell in. Praise the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Na ni kuwa na rest. Na then when you get land, it is the will of God for you, kama ni nyumba unajenga, to build in that house land and shelter. Amen. It is the will of God for you to possess land and to possess shelter. Kuna watu ambao wamekuwa na mijengo ambayo ni white elephants, ambayo pengine wameshindwa kujenga. Unaweza kuwa na land lakini umeshindwa kujenga. Amen. Unaweza kuwa na land lakini umeshindwa kujenga. Kwa hiyo land ni mapenzi ya Mungu uwe na land na ujenge. Amen. Hakuna kitu cha maana kama kuwa na land alafu uweze kuijenga. That is powerful. That is a plus in life. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Maana anasema ya kwamba in the book of I believe it is in the book of Matthew. Matthew, wakati Peter alikuwa anauliza Yesu kuhusu, in Matthew 19 verse 27 and 29, Peter anauliza Yesu Kristo, sisi tumeacha kila kitu tumekufuata, basi sisi urithi wetu ni gani? In Matthew 19. Jambo limoja Yesu alimjibu in verse number 28.
8, give us 28. Matthew 19:28. So Jesus said to them, assuredly I say to you that in the generation when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12. You shall build houses and dwell in them. Amen. Praise the name of our Lord Jesus. Akasema you shall build houses. Mtajenga manyumba na mkaa ndani yake. So for those of us who think, for those of you who think kwamba the gospel is all about eternal life. Yesu ameweka mambo mawili. Amesema 100-fold hapa na eternal life. Msamaha wa dhambi na pia hapa duniani tuna inherit 100-fold. Bwana asifiwe. So listen to me. Umepata Isaiah 65? Do you get Isaiah 65? Do you have that verse? Do you have that verse? They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. Go to the next verse. That is the people of God. They shall build houses. Angalia mwenzako mwambie you shall build houses. Your house. Angalia mtu mwambie you shall build houses. Haya, jina naye sema I will build houses. Kama wewe huamini hivyo, mimi naamini hivyo. I will build houses. Hallelujah. Anasema they shall not build and another inhabit. Hawatajenga alafu wanyang'anywe. Watajenga na wao wakae ndani ya hizo nyumba. In the name of Jesus. Sema nitajenga manyumba na nikae ndani yake. Hiyo ni agano na hiyo ni urithi mlima Sayuni. One of the possession ya mlima Sayuni ni kujenga manyumba na kukaa ndani yake na kukaa katika ardhi yetu. Hallelujah. They shall not plant and another eat. Hawatapanda na wengine wakule. So kila Mungu anakupatia, hauwezi nyang'anywa na yoyote. Amen. Kesho tunapoomba siku ya kesho katika maombezi ya kesho, nitaongea mambo ya wealth. Wealth sehemu moja nimeongea leo ya land na shelter. Kesho I will be very specific kuongea mambo ya finances na kazi yako. Amen. Maana ile kazi Mungu atakupatia, ile biashara Mungu atakupatia, haustahili kunyang'anywa na yoyote. Haistahili kufanya hasara. In the name of Jesus, I cancel the spirit of loss. Roho wa hasara hana mahali juu yako. Roho wa hasara hana nafasi juu yako. In the mighty name of our Lord Jesus. Praise the name of our Lord Jesus. Praise the name of our Lord Jesus. It is the will of God. Anasema ya kwamba that is the last line. For as long as the days of a tree, so shall be the days of my people. Here is another possession, the possession of long life. Tayangalia on Thursday. Bwana asifiwe. On Thursday we are going to angalia the possession of long life. It is the will of God for us to live long, for us to live many days. It is the will of God. Hallelujah. Then anasema, and my elect shall long enjoy the work of their hands. Nitaangalia hiyo kesho, the work of your hands, the blessing of your work. Amen. But today tunasema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu niwe na land na nijenga. Nilipokuwa nakuja Meru na familia yangu miaka mingi imepita, one of the things niliambia Mungu, nilitia mafuta kwa miguu yangu, nikasema kwa jina la Yesu Kristo, Joshua chapter 1 verse 3, ya kwamba mahali popote utaenda utamiliki nchi, utapata ardhi. Na tulipokuja, Bwana asifiwe, Mungu akaanza kutupatia ardhi. Ardhi ya kwanza ambayo Mungu alitupatia bure ni ardhi ile ya kanisa. Mahali tunapark gari pale nje tulipewa bure. Hatukulipia hata sumuni. Bwana asifiwe. Tulipewa bure.
tulipata bure. Mungu aliguza jirani akasema hiyo ardhi I freely give you. Those are the things that we receive from Mount Zion. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus. Wengine wetu hapa utapewa land in Jesus name. Nasema wengine wetu hapa, kama kuna land yako imekwama, hata wale mnaotufuata online, kama kuna land yako imekwama mahali, katika jina la Yesu Kristo, hiyo land inafunguliwa in the mighty name of Jesus. Kama kuna land ya inheritance mnazozania, kama kuna land ya kifamilia ambayo umenyang'anywa, Bwana anakurejeshea in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kama kuna land inazozaniwa, I am telling you in the name of Jesus, hiyo case tunai-cancel in the name of Jesus. Kama kuna land yako shetani ameishikilia kwenye anga, hata wewe haujui, kuna land yako shetani ameshikilia, leo hii ndio tunatangaza kwa haya maombi kwa jina la Yesu, hiyo land yako ifunguke in the mighty name of Jesus. Can you celebrate Jesus? Celebrate Jesus. Hakuna yeyote hapa utakayejenga nyumba ikwame in the name of Jesus. Kama umeweka foundation, hiyo nyumba kwa jina la Yesu lazima imalizike in the name of Jesus, maana hiyo ni urithi wetu katika mlima Zayuni. Na kama uko na land na haujajenga, enda uchipe msingi, enda weke foundation. Enda weka foundation. Sema naanza kujenga nyumba yangu. Enda tabiria nyumba yenu. Hallelujah. Tabiria nyumba yako. Anza kusema kwa jina la Yesu, ni mapenzi ya Mungu na nyakua urithi wangu wa land, na nyakua urithi wangu ambao Kristo amenipatia wa nyumba. Simama kwa miguu yako in the mighty name of our Lord Jesus. In the mighty name of our Lord Jesus. In the next 10 minutes, can you declare? Can you declare in the spiritual patterns? Can you declare in the spiritual patterns in the mighty name of Jesus? Kwamba land and shelter is the will of God for me to possess. Na nanea watu ambao land zimeenda, Bwana aliniambia anarejesha land, anapatia watu wake land. Wale wako mahali padogo anaongeza land in the name of Jesus. Yale makanisa haina land, Mungu anaipatia land. Can we begin to declare? Can we begin to declare in the mighty name of Jesus? Can we declare? Possess your possessions, possess your land, possess your house, build it now by faith in the mighty name of Jesus. In the mighty name of our Lord Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of our Lord Jesus. In the mighty name of our Lord Jesus. In the mighty name of 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 Jesus. We possess our possession. Today we are possessing our land, the land of our habitation. The way God, you gave land to Abraham, the way you gave land to our father, the way you gave land to the children of Israel. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we declare land, land, land. We receive you. We receive you. Houses, houses, houses. Tangaza, Bwana anakupatia hata manyumba ya biashara. Sio lazima ukondeshe nyumba ya biashara. Bwana anaweza patia wewe nyumba yako ya biashara. Can you possess it? Can you claim it? Wengine wamejaribu kujenga. Wamejaribu kujenga miaka na miaka imelemea. Shalalaboribada. Rebayande rebozanda reboriba. Hiyo roho ya kucheleweshwa. Hiyo roho inayonyakua ardhi. Hiyo roho ambayo hufukuza watu kwenye ardhi. Ninaikataa. Ninaikemea roho ya shetani iliyokufukuza kwa land yenu, kwa land yako, kwa land ambayo Mungu alikupatia, kwa ardhi ambayo Bwana alikupatia. Hiyo roho naikemea. Pokea hiyo ardhi.
Ni mapenzi ya Mungu wewe uwe na ardhi. Ni mapenzi ya Mungu wewe upokee ardhi na kunenea na kuzungumzia na nena na wewe kwa jina la Yesu. Possess that land. Hiyo ni milki yako, huo ni urithi wako. Ni mapenzi ya Mungu. In the name of Jesus, receive your land, receive your house. It is in the order, it is in the will of God. Na nanea mtu ambaye unaniona leo hii, unanisikiza leo hii, ardhi uliyonyang'anywa inarejea kwako tena kwa jina la Yesu Kristo. Yes, receive by faith. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We receive land. We receive houses. We receive land. We receive houses. We receive land. We receive houses. The church is receiving land. Makanisa inapokea land. In the name of Jesus. Vita vya land. Vita vya land. Ninavikataa kwa jina la Yesu. Vita vya land ninaviondoa kwa jina la Yesu Kristo. Oh, in the mighty name of Jesus. Tunatangaza juu ya jamii. Tunatangaza juu ya maisha. Tunatangaza juu ya jamii. Tunatangaza juu ya maisha. Yes, right now, right now. Vita vya ndugu na ndugu kwa sababu ya mashamba. Kwa sababu ya mashamba. Simalizika sasa. Simalizika sasa. Kila mtu apate haki yake. Kila mtu apate urithi wake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. In the name of Jesus Christ. We declare this morning. We declare this morning. We declare this morning the will of God about possessing our possessions. Possessing our possessions. I declare in Jesus' name. Yes. Can you receive now? Can you claim? Can you declare? Can you receive? The things of God. The things of God are given to us. We receive by faith. We agree right now. We claim that it is ours. The land is ours. The land is ours. Ninakuondolea kesi ya mashamba kwa jina la Yesu Kristo. Kesi ya mashamba inaondoka. Kesi ya manyumba inaondoka. Kesi ya manyumba leo inaondoka. 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 Kesi ya mashamba. Kuna kesi mahali fulani, sijui ni wapi, lakini kuna kesi ya mashamba inaondoka. Kuna kesi ya mashamba inaondoka. Maana katika mlima Sayuni umepatiwa shamba lako. Raba handereba sekola bahanderebo zaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuna jamii hazina mashamba. Kuna jamii zimeishi kukondesha miaka mingi. Kuna jamii hazijajenga. Nasema Bwana akujengee. Bwana akujengee. Bwana akupe uweza, idea, mali, uweza. In Jesus' name. Receive now. Inua mikono yako pokea. Inua mikono yako pokea. Inua mikono yako pokea. Inua mikono yako pokea. Lift your hands and receive. Lift your hands and receive. Houses. Lift your hands. Declare, I am receiving the knowledge. I'm also receiving wisdom. I'm also receiving power. Power. Power to go and get land by the help of God. God will increase my finances. Bwana ataongeza fedha mikononi mwangu. Ataongeza, atapeana hekima ya fedha ili niweze kujenga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive back your land. Wala mlinyang'anywa mashamba, receive back your land. In the name of Jesus. Makanisa aliyonyang'anywa mashamba, receive back your land. Wachungaji walionyang'anywa mashamba, receive back your land. Makanisa ambayo haina mashamba yao, receive your land. Usiuliza Mungu kama ni mapenzi yake upate shamba. Ni mapenzi ya Mungu uwe na land yako. It is the will of God
for you to have land. It is the will of God for you to have land. It is the will of God. 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 It is the will of God for you to have land. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are possessing land now. In the spiritual patterns and in the physical patterns. In a manifest. Mahali kumekuwa na vita vya land, twasema kwa jina la Yesu, hiyo vita ikomeshwe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sikiza, tunapenda kumalizia. Listen to me. It is the will of God for you to build. Inua mikono yako. Nanena uweza. Clap your hands. Tunapenda kumalizia hiyo session. Nanena uweza wa Mungu kwa mikono yako. May God give you the power. Tutaangalia hapo kesho in Deuteronomy chapter number 8. He says, I am the Lord who gives you the power to get wealth. Hallelujah. In Deuteronomy, I think Deuteronomy 8:18. Tutaangalia hapo kesho. It is the Lord who gives you the power. Hallelujah. Hiyo mikono nataka uinue tu namna hii. You are receiving the power to get wealth. In the mighty name of Jesus. You are receiving the power to build. In the mighty name of Jesus. You are receiving the power to own land. I say you are receiving the power to own land. Unapokea nguvu ya kumiliki title deed. Kila mmoja hapa lazima uwe na title deed. Kama huna title deed na kama uko na moja, Bwana anakuongezea ingine. Ni mapenzi ya Bwana uwe na ingine. Inua mikono yako. Leo ninaombea mashamba. Leo ninaombea mashamba na manyumba. Na nanea mikono ya jamii yenu. Lazima mikono yenu iwe na title deed. In the name of Jesus. Katika patterns za kiungu, title deed hiyo ambayo imezuiliwa, Obadiah chapter 1 verse 17 inasema, kwa mlima Sayuni utapewa possession yako. Possession moja ni land, ni ardhi, ni ardhi, ni ardhi, ni ardhi, ni ardhi. Kwa mikono yako nanena kwa jina la Yesu. Mungu ambaye amenipatia ardhi bure, Mungu ambaye amefanya niwe na ardhi yangu, niwe na title deed yangu, nasema kwa mikono yako uwe na title deed zako. In the mighty name of our Lord Jesus. Hiya mikono, naachiria uweza, naachiria nguvu ya kujenga. Uweze kujenga. Na si ujenge nyumba inyakuliwe, si ujenge nyumba ikwame, ni ujenge nyumba na imalizike na ukae ndani yake. In the name of Jesus. Unaweza kuwa umejenga nyumba yako ya kuishi, kuna nafasi ya kujenga manyumba ya mabiashara. Maybe uko na nyumba ya kuishi lakini biashara yako umekondesha. Bwana akupatie ujenzi mahali pa biashara yako. Inawezekana yote kwa Bwana. Nasema inawezekana yote kwa Bwana katika jina la Yesu. I am releasing the miracles of land. Kuna miujiza ya land inaachiliwa. Inua hiyo mikono, peperusha. Kuna watu wengi hawaamini hii. These are spiritual things. Mtu wa akili ya kawaida hawezi elewa. Yes, mtu wa akili ya kawaida hawezi elewa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Anything that hinders you from receiving your title deed and your house is removed in Jesus' name. Inua mikono, mwambie Bwana ni asante. Mwambie ni asante because of your land.
For 2 minutes, tell him thank you, thank you, thank you for my land. Thanksgiving is faith. Shukurani ni imani. Inua mikono mwambie ni asante kwa sababu ya land yangu Bwana. Thank you, thank you. Inua tu mikono mwambie thank you Lord for land. Thank you for my house. Thank you for my land. Thank you for my house. Thanksgiving is a sign of faith. Tell him thank you for my land. Thank you for my house. Thank you Lord. Thank you for my land. Thank you for my house. Thank you. Tell him thank you. Tell him thank you. Thank you. Possess by faith, by thanksgiving, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh sharala boribala barabara zandere boribaza. Mpatie Bwana sadaka ya makofi. Mpatie Bwana sadaka ya makofi. Mwambie Bwana ni asante. Ni asante Bwana. Thank you Lord. Thank you Lord.